Leo karibu Vespam channel. Kama ndio mara ya kwanza kuvisit hii channel, natoa shukrani zangu za dhati kwamba unaangalia hii video. Leo nataka nizungumzie jambo moja ambalo linahusu unawezaje kuendeleza au unawezaje kukuza shamba lako la nguruwe. Kabla hatujaendelea, napenda kushukuru sana kwa wale ambao mnanipa support kwenye kuangalia video na kusubscribe. Ni jambo la msingi kabisa. Twende moja kwa moja. Kwa wewe ambaye ni mfugaji ambao ushaanza ufugaji wa nguruwe tayari, kuna mambo ambayo unatakiwa yazingatie ili ukuze au uendelee kwenye ufugaji wako. Jambo la kwanza, unatakiwa uwe na maono. Maono yatakusaidia wewe kufika mbali zaidi. Hili unaweza ukasema kwamba nimekaa mbali na kazi ambayo naifanya, lakini ni kazi ile ile. Kwa sababu wewe kama mfugaji leo, tuchukulie mfano kwamba umeanza na nguruwe mmoja. Ukiwa na maono au tuseme vision, itakusaidia wewe kuangalia mbali zaidi. Je, kwamba baada ya mwaka mmoja nitakuwa na nguruwe wangapi? Baada ya miaka miwili nitafika wapi kwenye ufugaji wangu, au nitaongeza kitu gani kwenye ufugaji wangu? Hapa maono ndio yanakudirect wewe kwamba unaenda hadi wapi. Usipokuwa na maono, lazima tu utashindwa kukuza au utafeli kabisa na kuacha ufugaji wa nguruwe, kwa sababu hutaona mbali zaidi. Utaona mbali zaidi kwamba wewe unajiona wapi baada ya mwaka mmoja kwenye ufugaji wako. Kwa maono ndio yanakusaidia wewe uendelee kufuga, uendelee kuzalisha nguruwe na uendelee kutunza hao nguruwe ulionao. Hata kama ni kwa kiasi kidogo, lazima uwatunze kwa sababu una maono. Ndio maana nakuta mtu mmoja ambaye anaanza na nguruwe mmoja, baada ya miaka mitano utakuta ana nguruwe wengi, tuseme kwamba labda nguruwe 50 hadi 100, kwa sababu alikuwa na maono na hiyo kazi. Alikuwa anajua hii kazi naenda nayo hadi wapi. Wewe ambao umeanza ufugaji na hujui utafika wapi kwenye ufugaji wako, utakuwa ni ngumu sana wewe kufugaji wako au kuwa na shamba kubwa la ufugaji. Kwa sababu pasipo maono kitu chochote hakiwezi kikaendelea, kwa sababu maono ndio yanakudirect wewe unaenda hadi wapi, unafanya nini, hii kazi unayoifanya nataka kupeleke hadi wapi. Hilo ni jambo la kwanza kwa wewe ambao unataka kukuza shamba lako la nguruwe. Jambo la pili, unatakiwa upate muda wa kuyaombea hayo maono yako. Unatakiwa ujikabidhishe kwa Mungu. Kuna mtu mmoja alisema kwamba mafanikio yanaanzia rohoni, na hiyo ni kweli, na nilipokutana nayo mimi mwenyewe nilishangaa kwamba mafanikio yanaanziaje rohoni, lakini mafanikio yanaanzia rohoni. Kuna hapa nizungumze kwamba ili wewe uendelee kwenye kazi yako hii ambayo unaifanya kwenye mfugaji, lazima kuna mtu ambaye alikufanya hiyo kazi uijue, na huyo mtu unatakiwa umjue. Na huyo mtu ni nani? Ni Mungu mwenyewe ambaye alituumba. Kwa hiyo unatakiwa upate muda wa kuyaombea hayo maono yako, jikabidhishe kwa Mungu. Wewe huwezi kufanya hilo jambo au kufanya hiyo kazi au kufanya huo ufugaji bila kumkumbuka Mungu, kwa sababu yeye ndo anakupa huo uwezo, amekupa hilo wazo la kuanza ufugaji. Kwa hiyo lazima uyakabidhi maono yake kwake na yeye atayafanyia kazi. Kwa wewe ambaye ni mfugaji unataka kuwa mbali, unataka kufika mbali au unataka kuwa na shamba kubwa la nguruwe, unatakiwa utenge muda sasa wa kwamba Mungu, nina kitu hichi hapa, nina maono hapa kwenye ufugaji wangu, nataka nifikie sehemu fulani. Unamwambia Mungu kwamba nisaidie, nitangulie kwenye hii kazi yangu ambayo nataka kuifanya. Hapo kwenye jambo la kiroho ni jambo la msingi sana kwenye kila shughuli ambayo unaifanya. Kwa hiyo wewe kama mfugaji umevisit mara ya kwanza hii channel, hata kama una mawazo ya kufanya kazi nyingine, unatakiwa ujikabidhishe kwa Mungu. Hayo maono yako yapeleke kwa Mungu na yeye atayafanyia kazi, na baada ya muda mrefu au siku chache utaona matokeo yake na utakuwa na amani ya moyo kwenye hiyo kazi ambayo unaifanya, na atakuonyesha kwenye hii kazi utafika hadi wapi. Kwa hiyo kama mfugaji unatakiwa uzingatie kwenye hilo eneo. Hilo ni eneo la msingi kuliko yote ambayo nimeyataja hapo mwanzoni. Jambo la tatu kwenye ufugaji wako, kama unataka kufika mbali, tunajua kazi huwezi ukaifanya wewe mwenyewe. Lazima utengeneze timu, utafute watu ambao hao watu wamejitoa kwa ajili ya kufanya kazi na wewe, watakusaidia, mtapambana. Hii timu sasa itakusaidia wewe, hata muda mwingine haupo kwenye eneo la kazi,
watakusaidia, watafanya hiyo kazi, watakusaidia, watalisha mifugo wako, watakusaidia, wataangalia, je, kwenye mifugo eneo liko salama. Kwenye timu ya watu ndo ya muhimu. Tunajua ili ufanikiwe kwenye sekta binafsi au sekta mbalimbali, ndio maana unaona kwenye makampuni yanakuwa yanafanya kazi zaidi ya 50, mengine hadi zaidi ya 100, mengine maelfu ya watu, kwa sababu uwezi ukafanya, hata unataka kukua kwenye eneo lako, uwezi ukakua ukiwa wewe peke yako, uwezi ukakua ukiwa selfish. Lazima utafute watu ambao hao watu utawagharamikia, ambao hao watu utawalipa ili wakusaidie wewe kukuza. Kwa hiyo tunasema kwamba, kwa maana nyingine tunasema kwamba mnabebana, wao wanakusaidia na wewe unawasaidia. Kwa watu ambao utawatengeneza ni lazima muendane kwenye maono yako, ni lazima muweze sehemu kwenye maono. Sio namtafuta mtu anasema kwamba mimi sijui kuhusu ufugaji wa nguruwe na sina imani nao kuhusu ufugaji wa nguruwe. Hapo huyo mtu hamwezi mkafika mbali. Lazima mtu itafika sehemu mtakorofishana. Tafuta watu ambao unaona kabisa hawa watu nikiwaambia jambo langu kuhusu kwamba kwenye ufugaji wa nguruwe inatakiwa tufike sehemu fulani baada ya mwaka mmoja, hao watu watakusaidia, hao watu mtafika mbali. Lakini unatafuta mtu tu ili mradi kwamba anakusaidia, hapo huwezi ukafika sehemu yoyote. Tafuta watu ambao ukisema kwamba kwenye hili mwaka ujao, mwaka tuseme labda mwaka 2027 tunataka tuwe na nguruwe 50, mnakubaliana, mnatekeleza, na wewe ndio kiongozi ambao unatakiwa usimamie maono. Hata kama muda mwingine utajikuta hawatofika, lakini wewe ndio kiongozi, unatakiwa usimame na maono yako. Wengine watakufuata wewe nini unasema kwenye hiyo timu yako. Kwa hiyo timu itafanya kazi kulingana na wewe ulivyosema, kwa sababu wewe ndio kiongozi, wewe ndio mwenye shamba lako, watakuangalia wewe. Wao kazi yao ni kutekeleza tu. Wewe kama unataka kufika mbali kwenye ufugaji wako, zingatia haya mambo, utafika mbali na utakuwa na shamba kubwa la nguruwe, na hautojutia kuangalia hii video, kwa sababu hii video itakusaidia sana. Kwa muda huu utaona kama ni mchezo hivi au inakupotezea muda, lakini kama wewe upo kwenye eneo lako ufugaji wa nguruwe na unataka kufika mbali, tumia hizo point 3 ambazo nimekutajia hapo, matokeo utayapata. Na kama wewe ndo mara ya kwanza, usisite kutoa maoni kwenye comment kwamba kwenye hii video ambayo umeangalia umejifunza nini, ni nini ambacho umeongeza, au ni nini ambacho unaona hakiko sawa kwenye shamba lako, ili tuweze kushauriana zaidi kuhusu masuala ya ufugaji wa nguruwe. Asante sana, tukutane katika video nyingine.